unakaa na mwanaume malaya, akaamua kuokoka, akawa muabudu halisi. Aliyepunguziwa mzigo hapo ni nani? Ni Mungu, ni wewe. Aliyekuwa anateseka na umaraya wake ni nani? Kwa sababu Mungu yeye hana shida. Akikataa kuokoka jehanamu. Sasa wewe amekataa kuacha umaraya, unampeleka wapi? Uko naye, anakutesa, anakuumiza. Vile sisi tumeumbwa kupossess, kumiliki. Hatutaki kushare. Unajua katika vitu ambavyo Mungu ametupa mtihani mgumu ni kushare mke au mume. Kila mmoja anataka hati miliki, title deed ya huyo mwenzako. Alafu usikie kuna mwizi mwingine anapita pembeni. Na shetani alivyo mjinga, kadiri yule mwizi wako anavyoiba, shetani atakuletea taarifa mpaka ujue kwamba mume wako sio mwaminifu. Utajua kwa njia ya message. Siku moja utasahau simu mezani, alafu shetani kwambia angalia macho, unaangalia ndio message inaingia tutu. Alafu ndo unaiona pale juu kuna misimu mingine ya hovyo inaleta message kwanza, alafu inazama. Sasa ikiingia tutu ndio shetani anakuambia angalia hapo. Dia, ulifika salama jana. Kwa kweli ilikuwa mechi fire. Wakati sisi tunaimba kanisani fire, kuna mwingine jana alikuwa na fire. Alafu hiyo message inazama. Mama nasema, baba natoka huko. Fungua hiyo simu. Imefanya nini? Fungua. Mimi nishakwambia achana na simu yangu. Hapana, kwa leo tu. Fungua, kuna message nimeiona. Shetani amefanya chini mpaka ujue. Kwa sababu kazi ya shetani ni kukuumiza moyo wako. Ndio maana utafanya umaraya kisiri, utafanya vitu kisiri. Ipo siku hiyo siri shetani ataileta wazi. Mahali ambapo hutaikataa, ameweka na evidence zote. Shetani hajawahi kuwa rafiki wa mtu. Hana rafiki duniani. Yaani anapokutendesha dhambi, lengo lake ni kukuaibisha mbele. Ndio target yake. Amen. Unanisikia? Kwa hiyo kama Mungu anatafuta waabuduo halisi, hata sisi tunatamani tuishi na waabuduo halisi.